بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Naanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukizipeleka sala na salam zimwendee mtume wetu alipolazwa, tukimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote kuwa miongoni mwa wema. Allahumma amin. Watukufu wa Islam ambao mumediriki kuona matangazo ya muhadhara wetu katika siku hii ya leo, kwa wale ambao wamekwisha hudhuria na kwa wale ambao bado wangali manyumbani na kwa wale ambao wanaofuatilia moja kwa moja kupitia Zoom pamoja na YouTube, jambo la kwanza tunakukaribisheni kwa ajili ya kuweza kudiriki kuchuma miongoni mwa matunda ya peponi. Hivi ni vikao ambavyo anavipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amevipenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, walivipenda wema waliotangulia kuanzia kwa masahaba mpaka wote waliotangulia wema. Na nyie ambao ni wapenzi wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamchoki kila mara kuwataka mashehe zenu, walimu zenu wa kuandalieni vikao kama vile hivi. Kwenye programu yetu, jambo la kwanza ambalo leo tutafungua kikao chetu kwayo, tutaanza programu yetu kwa ufunguzi wa maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nayo atakayetusomea ni Sheikh Muhammad Risas. Tunamkaribisha ili aweze kutufungulia kikao chetu cha leo kwa maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karibu Sheikh. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن
الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Baada ya kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu, tukimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ampanulie shekhe wetu kifua na amjalie thawabu nyingi kwa kila harfu sawa na yale ambayo ameweza kusomea. Watukufu wa Islamu, muhadhara wetu wa leo umebeba unwani iliyokuwa kubwa. Ni unwani ambayo au ni mada ambayo ni kubwa katika jamii yetu au katika jamii zetu, sawa na maisha ambayo tunayoishi ndanimo. Kamwe hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kukwepa maisha haya, kwa kuwa ni maisha ambayo kila mmoja wetu lazima atayaishi ndanimo. Yana hasara, yana faida, yana manufaa. Kumbe hali zote zimo katika maudhu ambayo mashekhe wameikaa chini wakafikiria ni kipi ambacho tuweze kukitoa katika nini, katika mada hii. Nayo si nyingine ni nafasi ya mitandao ya kijamii katika maisha ya vijana na familia. Katika hayo kuna faida, kuna hasara. Kadhalika dini haikuacha nyuma baada ya kutizama faida na hasara. Dini ikachukua dau ya kufanya nini? Ya kutazama ni upi mwongozo wa Uislamu katika haya maisha ambayo watu tunaishi na mitandao ya kijamii. Ndani yake kuna mafsad na ndani yake kuna kheri. Hii ndiyo unwani ambayo itakuja kutembelewa siku hii ya leo. Ama ndugu zanguni wa Kiislamu, kabla ya kuanza, katika kupita moja miongoni mwa masiku, nikaona moja miongoni mwa visa vidogo tu ambavyo watu waliweza kuvitengeneza kuhusu haya masala ambayo leo watu tunaishi ndanimo. Mwalimu kama kawaida na wanafunzi wake shuleni akaanza kutizama akili za wanafunzi zinafanya vipi katika uelewa. Akamuuliza mwanafunzi mmoja mmoja, wewe unatamani kuwa nani baada ya masomo yako? Mmoja akasema mimi natamani kuwa pilot, mwingine akasema mimi natamani kuwa mwalimu, mwingine akasema mimi natamani kuwa mganga. Kuna jibu limoja liliwashangaza walimu na wanafunzi wote. Akajibu mmoja akasema mimi natamani kuwa telefoni ya mkononi. Mwanafunzi akasema mimi natamani kuwa telefoni portable. Watu wakashtuka, walimu wakashangaa, wanafunzi wakashangaa. Mwalimu akasema toka kuzaliwa sijawahi kusikia jawabu kama vile hili. Akamuuliza, kwa nini umetamani kuwa wewe? Wengine wanasema wao engineer, wao waganga, wao nini, wewe unasema unatamani kuwa telefoni portable, kwa nini? Akajibu akasema kwa sababu nimeona telefoni portable ni kitu ambacho kinachopendwa na watu wengi, ni kitu ambacho nimeona kama kilichukua maisha ya watu wengi. Akaanza kuhadithia akasema, hata nyumbani kwetu mama yangu huwa hajitii katika suala la malezi, ila muda mwingi nimeona kama iko na telefoni portable. Nyumbani mama akipika muda mwingi kuna telefoni portable. Hatusiki sisi katika maisha yetu kwamba kuna mchango fulani ambao tunao kwa mzazi kuona kwamba sisi tunafaa. Kwa hiyo nikachunguza jamii yote, nikaona kwamba mapenzi makubwa wameyapeleka watu kwenye telefoni portable. Ndani ya telefoni portable kuna nini? Telefoni za mkononi, simu za mkononi. Kuna mitandao hii ya kijamii ambayo leo ndio ambayo imechukua muda mwingi katika maisha yetu ambayo tunayoishi ndanimo, imma kwa kheri wa imma kwa shari. Hili ndugu zangu wa Kiislamu ni jambo ambalo leo mashekhe watakuja kutupa faida miongoni mwa faida
ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amewajalia. Namuomba Mwenyezi Mungu awapanulie vifua mashekhe zetu watakaopita siku ya leo, awawekee wepesi katika mada hii na awaondolee vifundo kwenye ndimi zao, ili mada ifike kwenye nini, kwenye mujtamaa kama vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyopenda na kuridhia. Muhadhiri wetu wa kwanza bila kupoteza muda atakuwa ni Sheikh Ahmad, ndiye atakuwa mhadhiri wetu wa kwanza katika utangulizi wa mada hii na kuweka mazingira sawa na kutizama nafasi ya mitandao ya kijamii. Hii mitandao ya kijamii ina nafasi gani kwetu sisi wanadamu, sio tu Waislamu, wanadamu. Karibu Sheikh.